Sheikh Abubakar Sharif maarufu Makaburi amekuwa akiishi maisha ya upweke bila mke wala watoto wake, na wengi hivi sasa wanaogopa kusonga karibu naye hata kumpigia simu kwa hofu ya kushirikishwa na itikadi kali na vitendo vya ugaidi humu nchini. Karibu kwenye makala haya Uchunguzi wa Rahma. Jina langu ni Ibrahim Jafar Olum. Nimekutana na Makaburi hapa jijini Mombasa, ambaye kwa sasa ameamuriwa na mahakama kuripoti kila wiki katika kituo cha polisi cha Makupa. Mimi mke wangu imebidi nimwache, hawezi kuishi na mimi. Watoto wangu imebidi waondoke nyumbani kwangu, waogopa hata kuja kukaa kwangu. Kwa sababu safari moja nilipovamiwa, kitoto changu kidogo ndio kilikwenda kufungua mlango. Kilipofungua mlango ni makelele, lala chini na kuwekewa bunduki ya sura. Kitoto kidogo, nika terrorist pia hapo. Mimi ni mtu wa pekee ambaye marafiki zake wote wameuliwa. Sina rafiki hata mmoja anayenikurubia yuwafa. Makaburi ambaye siku hizi amekuwa akijitokeza na kushirikiana na mashirika kadhaa za kutetea haki za kibinadamu, amekuwa akieleza jinsi anavyohofia maisha yake. Kwetu sisi haki za kibinadamu ni nini? Je, haki ya kibinadamu ni wewe kama mtu wa kawaida uweze kulala nyumbani kwako na watoto wako, ukajijua kuwa mimi naweza kulala mpaka asubuhi, nkamka asubuhi bila tatizo lolote, bila kuvamiwa na polisi 40 waloshika mabunduki wakakuwekea kichwani, wakuambia wewe na mtoto wako na mke wako lala chini, na wewe hujafanya kitu. Je, hiyo ndio haki ya kibinadamu au ni ipi? Je, haki ya kibinadamu ni mimi niweze kutoka asubuhi niseme nenda zangu sokoni kununua mboga, kuja kulisha watoto wangu nyumbani, njiani nikabebwa na polisi ndo nisionekane tena? Je, hiyo ndio haki ya kibinadamu? Itakumbukwa kwamba kutokana na hofu walionayo juu ya maisha yake, aliyekuwa mkuu wa polisi mkoani Pwani Agri Adoli alipuzilia mbali madai ya Makaburi ya kuhofia maisha yake, huku afisa mkuu wa kitengo cha kupambana na ugaidi Boniface Mwaniki akitaka ripoti madai hayo kwa polisi ili uchunguzi uanzishwe badala ya Makaburi kushtumu kitengo hicho kuwa wanamlenga. Najijua kuwa mimi nitauawa, niko katika borrowed time, wakati wote wanaweza kuniua, na mimi ndio gaidi, mimi ndio atakana niwe gaidi, mimi ndio na threaten maisha ya wenzangu, ambapo maisha yangu mimi ndio yanakuwa threaten. Makaburi anakabiliwa na mashtaka matatu kotini, ikiwemo shtaka la uchochezi inayoambatana na ghasia zilizoshuhudiwa hapa Mombasa baada ya kifo cha marehemu Abu Rogo, ambapo baadhi ya makanisa yaliteketezwa na maafisa wa polisi kushambuliwa. Mimi na kesi 3 kotini. Na kesi ya robbery with violence, nina kesi ya belonging to Al-Shabaab, kwa mimi a member of Al-Shabaab, na kesi ya 3 ni ya incitement. Kando na hayo, makaratasi yamechapishwa na kusambazwa na kutaja kuwa yeye ni jasusi. Kutuhumiwa kwa mtu ni jasusi ni rahisi, lakini kwa vitendo, kuna jasusi wa Amerika au wa serikali ya Kenya anashikwa, anapelekwa kotini, serikali inajaribu kumuua, lazima ripoti kila wiki. Majasusi tuwaona sisi wako hapa Mombasa, na ni hao majasusi ambao wanajaribu kuvunja thika ya vijana kwangu mimi, na ndio wanatangaza hivi. Lakini alhamdulillah vijana ukweli wanaujua, majasusi tuwajua. Alharbu khid'a, wao sasa wanaitumia khid'a kwetu sisi kudanganya vijana kwa fulani ni jasusi, fulani ni hivi. Hili jambo si jipya, lilianza na Sheikh Abud. Lakini je, Makaburi amemuoa mke wa marehemu Rogo kama inavyodaiwa? Jambo hilo mimi lanisikitisha sana, na wenye kufanya jambo hili ni watu waovu sana. Si ndoa tu nilotangaziwa, nimetangaziwa mpaka zina. Hawa ni maadui wa Uislamu ambao hawajali hata kumharibia mwanamke jina lake. Almarhum Sheikh Abu Rogo, au Allah yarhamu, alikuwa rafiki yangu sana, zaidi ya ndugu yangu, na mimi hivi sasa hivi haiwezi kunijia moyoni mimi kumuoa mke wake. Sisemi kuwa ni haramu, lakini vile nilivyokuwa naishi na Sheikh Abud, jambo hilo haliwezi kunipa kabisa. Niko radhi mimi nikae peke yangu mpaka nife peke yangu, lakini siwezi kufanya jambo kama hilo. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wa makala haya. Jina langu ni Ibrahim Jafar Olum. Kwaheri.